na pointi 3 mbele ya Yanga. Unasema unataka kwenda kutoka na clean sheet. Unasema unakwenda mchezaji wako anakwenda kuondoka na mpira. Kwanza angalia timu unakwenda kukutana nayo. Kwanza ni bingwa ligi kuu Tanzania bara, ni bingwa kwenye kombe la shirikisho, kwenye kombe la ligi mabingwa kwa nafasi ya pili na pointi zake 4. Sasa unasema unakuja kuchukua pointi 3 mwenyewe. Nikasema huyu ngoja kupambazuke kesho nikamuonyeshe kazi. Na kweli zimekwenda dakika 90, tumemnoa, tumempa boda boda. Sasa karudi zake huko kwa mabonde kuinama huko kwa Limanani huko mabonde kuinama huko Babati na nitamfuata huko. Kwa hiyo unaposema unakuja kuchukua pointi 3 mbele ya Yanga, angalia kwanza na wachezaji. Ndio maana yule Fountain Gate kwanza nimshukuru kwanza kidogo kama alikuwa anaonyesha uhai. Mechi ilikuwa ngumu, wazungu wanapenda kuita the hard way, lakini kwa sababu the hard way njia ngumu, lakini sio waga tunapita kwenye visiki, kwenye vigimbi, kwenye mabonde na makorongo, sisi tunapenya tunaondoka. Kwa hiyo Fountain Gate tumwambie kama kuchukua pointi 3 ataenda kuchukua kwa nani? Watoto wa Mudi wale ndio shirika la ugavi. Nyumbani wanatoa ugenini wanatoa. Huko anaenda kuchukua pointi 3. Wanagawa utamu. Watoto wa Mudi. Sasa hivi shirika la ugavi kama mtoto wa Mudi anagawa tu utamu mjini hapa. Sasa wage tena nao hapa wageni. Sasa ndio maana mechi ya saa moja hii. Naomba Mbeya City kae vizuri. Sasa wale kawagea wale Waarabu na ndevu wale. Sasa Mbeya City bado mtoto mdogo hata ubwabwa shingo hajamtoka. Mbeya City kikaa vizuri. Na yeye mwenyewe anapewa kwa mtoto wa Mudi shirika la ugavi lile kaka. Linagawa tu utamu. Kwa hiyo nimwambie nani wale Mbeya City. Na wenyewe kae vizuri. Unaweza kapewa tu na mtoto wa Mudi. Maana shirika la ugavi lile kaka. Anaitwa Mama Uluma. Kwa hiyo tuambie nani Fountain Gate kwamba kama kuchukua pointi 3 atachukua kwa nani? Kwa watoto wa Mudi wale ndio shirika la ugavi. Mimi sio shirika la ugavi kaka. Mimi sio Mama Uluma. Mimi sio Mama Uluma, mama cha wote. Mama cha wote leo anacheza na nani wale? Mbeya City yuko Meja Samuyo wale. Kwa hiyo mpaka kutoka saa 1 mpaka saa 3 utasikia Mbeya City na apewa la duniani na mtoto wa Mudi huko. Djigui Diarra mnamuokotesha tena. Naweza nikasema kwamba Djigui Diarra ni mtu mmoja na nusu. Na tulianza kumheshimisha kutoka kule airport. Na ndio maana wachezaji wengi waliokuepo Yanga akipata kandarasi hata milioni 200 hataki kuondoka, anakuambia hapa nilipo panantosha. Kwa sababu ukiotoa na posho na mishahara ya kutoka kwa viongozi. Sisi mashabiki wenyewe kwanza tuna mihela yetu kaka. Kwamba mchezaji tukimwona anafaa na ameenda mjini, kwamba njoo hapa kunja shati tunamgia ameokotwa. Kama ulivyoona kwenye mechi zidi ya wale nani Jessica, mechi ilikuwa ngumu, ile Djigui Diarra kwa michomo mingi kweli. Na ndio maana Djigui Diarra tunamuita yule jamaa anaitwa waterproof, anaitwa jacket waterproof. Nani wanasema nini? Protector. Alikuwa majeraha anacheza. Sasa ndo wala magolikipa wengine sasa yule wa mtoto wa Modi yule. Lile ambao lile panzia lao lile. Tunaona walipocheza na wale nani wale ile timu kutoka Mali kule. Angalia mpira umepigwa baada ya kudaka mpira na kudaka miguu ya mtu. Sasa hapo kuna golikipa hapa kaka au cha kubanga. Kwa hiyo sasa hivi golikipa ni mmoja tu Tanzania na sio mwingine Diarra, na naomba aombe uraia awe kwenye timu ya taifa kaka. Naomba Diarra aombe uraia awe kwenye timu ya taifa. Alafu tunamwona sasa hivi hata golikipa yule kutoka Mali kule. Hata mwenyewe ni Diarra mtupu. Alafu tunamwona huyu Msheli na waleo. Unaona kuna move fulani ilifanyika hivi. Angalia bila alivyochomoka ile. Bila juhudi binafsi. Angesema Zubair golini kama yule mtoto wa Mudi shati lile. Baba ile ngoma ilikuwa imo. Lakini unaona alivyojitoa, kapangi mara ya kwanza, mara pili kaenda kubutua nje. Kwa hiyo unajisikani kwamba sisi huku ni chuo cha wachezaji, ni chuo cha magolikipa. Kwa hiyo hapa Tanzania magolikipa wako Yanga, wachezaji wako Yanga. Hao wengine unaona kama wanapaka bleach, kama unamuona huyu mchezaji wa Fountain Gate. Eti yeye mwenyewe anajilinganisha hapa na Pacome kapaka bleach. Unapaka bleach kichwani, mguuni imo. Unapopaka bleach kichwani alafu mguuni hamna kitu. Hayo matumizi ya bleach, matumizi mabaya ya bleach, waambieni anyoe. Mwambieni yule mchezaji wa Fountain Gate anajilinganisha na Pacome. Mwambieni kuanzia sasa hivi anyoe zile bleach. Kwani amuoni mwezie Zoa, amuoni mwezie nani yule Mutale. Walikuwa wanajilinganisha na Pacome mpaka sasa hivi Zoa kashapaka nani bwana na Super Black. Yule Mtale kashanyoa upaa. Kwa mwambieni na huyu na yeye, mwambieni anyoe kwa sababu Pacome ni mmoja tu hapa Tanzania. Hao wengine cha kubanga tu kaka. Angalia Pacome alivyoingia kipindi cha pili kapelekewa Fountain Gate ulimi huu, unaambia ulimi mpaka unaburuza chini ulimi ndara bana. Tukasema Pacome yule alikuwa anazunguka tu na kapura ndani anabaki kumshangaa Pacome wa mjini. Kwa hiyo kuna Pacome wa mjini na kuna Pacome wa kijijini. Kwa hiyo Pacome wa kijijini yule wa Fountain Gate mwambieni anyoe kwa sababu ukiangalia performance ya Pacome
Alafu unamlinganisha na Mutale. Au unamlinganisha sijui na yule Zoa. Kaka. Mzoa juzi kaingia kula dakika 0 anakula kadi ya njano. Sasa kuna mchezaji humo kaka. Wewe mtu anaingia dakika 0 anakula njano. Sasa wewe striker gani wewe unaingia dakika 0 waambie na watoto modi. Mechi imeisha, game is over, tunakutana Dodoma zidi ya Coast Union. Wanasikia umeuama uwanja wa Mkokwani Tanga. Kama washabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga, sasa tunafanya kombo ikwenda Dodoma. Oya, Yanga ni hatari na nusu moja.